Hi guys, so leo nataka kuwapea a bit of context about how oil market ya Kenya you work. But before niendelee, kama uko in the market for an electric car, unaweza reach out to us on WhatsApp ama Telegram on the number on your screen, na tunaweza kusaidia upate the car that best suits you. So unaona most companies ambazo unajua like Kenocobil, Shell hizo nini, they are not actually oil importers in Kenya, zinakuanga mostly oil distributors. Why do I say that? Because in Kenya kuna hii system inaitwa an open tender system. So an open tender system ni there's only one bulk importer wa mafuta wa mafuta yote ya Kenya. So huyo that one oil importer ananunuanga mafuta for all people ambao watakuwa distributors wa mafuta in Kenya. So hiyo ni one of the things ambazo like ina to shield from a few things ambazo zina happening in external oil markets. One of the things ambazo ilifanya to shift to this system ni that kuna a few things zilikuwa zina happen back between 2023 2024 ambayo ilifanya to adopt this system ya as opposed to open marketing ama open importation. The first thing ni that ili reduce foreign exchange pressure, ili avoid port congestion na ina stabilize fuel supply. Hiyo ilikuwa a very good deal especially for the time. So hii deal ilibrokeriwa back in 2022 na one of the fundamental things ambazo niliona that was very good about hii deal ni kulikuwa na a deferred payment ya about 180 days. So in case kama ya saa hii ile mafuta tulichukua in back in January, payment ita only come due all the way back in April. So hiyo ndio the only time so hiyo ndio how structures hizo contracts zilikuwa zimesetiwa, na ilikuwa almost deal to deal with most of the Gulf countries, that is Saudi Arabia na pia UAE. But unaona sasa hivi the war in Iran itakuwa a lot harder kuweza ku maintain hiyo ama contract between us na all those Gulf countries, because as per now kuna almost like an embargo on all the importation ambayo ina pass through the Strait of Hormuz. So hiyo ndio one of the things ambazo inafanya like although the deal ili create a lot of stability, inaharibu ama ina to limit sana on maneuverability. Sasa hii hatuwezi actually make the adjustments ambazo zinahitajika kuweza kuabsorb the pressures ambazo zina happen ama unforeseen circumstances ambazo zinakuja. Hopefully someone at the Ministry of Energy and work day and night kujaribu ku mitigate some of these risks, and if not hopefully if not I think tutakuwa in a very difficult position.